Hivi unajua kwapa lako likiwa dogo linasababisha nguo kubana au likiwa kubwa linasababisha nguo kuning'inia hivi? Kwapa lako linatakiwa liwe standard kwa vipimo sahihi vya mteja. Ndio maana leo hapa Suti and Tailoring College tunakuja kukuletea namna ya kukata kwapa lako sahihi kwa vipimo sahihi. Twende na mimi, mwalimu wako ni yule Imani Kajo, na hapa ni Suti and Tailoring College. Kama ndo kwanza unajiunga na mimi, subscribe sasa hivi kwa sababu mambo mazuri yanakuja. Leo tuna somo linaitwa armhole depth. Armhole depth ni kwapa, yani kina cha kutoka hapa hadi hapa sehemu ya kifua tunapopimia, hiyo ndio inaitwa armhole depth. Sasa kwa tafasiri yake ni kwamba ni umbali wa kutoka sehemu ya juu ya bega hadi kwenye mstari wa kwapa au kwenye mstari ambapo tunapimia kifua. Hiyo ndio inaitwa armhole depth au kina cha kwapa. Twenzetu tukaangalie namna gani tutaenda kutumia hesabu kwenye kupata kina cha kwapa sahihi kwa kila vipimo. Sasa nimejaribu kutengeneza demonstration fupi ya kuonyesha blouse yako ili tujue tunachoenda kujifunza ni nini. Tunaenda kujifunza hii inaitwa armhole depth. Sasa hii ni mstari, huu ni mstari wa bega, huu ni mstari wa mlalo wa bega ambapo tunapiga mlalo kwa sababu kila binadamu ana mlalo, tushajifunza sana. Na hii ni kwapa yetu hii kutoka hapa hadi hapa. Hapa ndo tunasema chest line. Hapa ndo tunapima kifua. Sasa hii ndo kwapa. Hii hapa ndo kwapa. Hapa ndo kwapa. Sasa armhole depth ni kutoka hapa kwenye bega mpaka hapa kwenye kifua. Hii ndio tunaita kina cha kwapa. Sasa kutoka hapa hadi hapa ndio tunaita armhole depth. Sasa tunaenda kujifunza hatua kwa hatua namna ambavyo tutaenda kupata umbali wa kutoka hapa hadi hapa, umbali ambao uko sahihi kutokana na vipimo. Sasa umbali kuwa mdogo nguo itajikunja kunja, na umbali kuwa mpana sana nguo itaning'inia. Kwa hiyo tunachokitafuta, tunaenda kutafuta hiki kina cha kwapa kiwe sahihi, yaani hii armhole depth yetu iwe sahihi. Tayari nishakuelezea armhole depth ni nini. Sasa tunaenda kujifunza jinsi ya kupata armhole depth sahihi kwa vipimo sahihi. Jinsi ya kupata kwapa sahihi kwenye nguo za kike, armhole depth sahihi. Sasa armhole depth tumeshajifunza, umeshaelewa ni nini. Sasa tofauti ya wanaume, wanawake wana ukubwa tofauti wa vifua, yani bust, ambao unaathiri moja kwa moja jinsi kwapa la mkono linapaswa kukatwa. Yani mwanaume tofauti ya wanaume, wanawake wana vifua vikubwa. Sasa usipozingatia kwapa lako litasababisha aidha kuning'inia au kubana kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia kwapa unapokata nguo za kike, kwa sababu wanawake wana maziwa, yani vifua vikubwa. Yani unaweza kukuta mtu mwingine ana kifua kikubwa afu tumbo dogo. Kwa hiyo usipozingatia hilo swala, utashangaa nguo zako hazikai vizuri kwa pani. Sasa tuna njia mbili za kuhakika za kupata kina sahihi cha kwapa. Njia ya kwanza kabisa ni kanuni ya hesabu. Sasa hii ni kulingana na kifua. Njia ya pili ni njia ya kumpima mzunguko wa kwapa, armhole circumference. Sasa kwenye before hatujazungumzia hii njia ya hesabu, hebu tujifunze kwanza njia ya kupima mzunguko wa kwapa, yani njia ya armhole circumference. Sasa utamchukua, ngoja nichukue mdoli hapa nikuelezee kwa namna ambavyo unatakiwa kufanya kiusahihi kabisa. Sasa tuna njia hii ya kupima mzunguko wa kwapa. Mteja wako inabidi umpime mzunguko wa kwapa, yaani uchukue tepu yako kama hii, upitishe hapa, umpime kama hivi. Sasa unapokuwa unampima, hakikisha tepu haijashika hivi, haijambana, wala tepu haijaning'inia hivi. Pitisha vidole vyako hivi viwili hivi ndani, uvishike hivi,
ukishika huko anaweza akajifeel ni comfortable. Jitahidi kidogo kuwa, kwa hiyo mshike hapa, au ukiona hapa pia kwa mwanamke utashika maziwa yake vizuri, jitahidi ushike mgongoni huku, uzingatie vidole viwili viwe vimezunguka hapa, na kuna nafasi nzuri ya mkono kunyanyuka na kushuka bila kudisturb haya mazingira ya kifua. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unapima, hii ndio njia sahihi ambayo unatakiwa kumpima. Jitahidi sana uipime hivi. Sasa unapokuwa umeipima hivi, kwa hiyo utagawa kwa 2. Ukishapima hivi unaipata sasa, hii labda umepata 16, utagawa kwa 2. Kwa hiyo umbali kutoka pale kwenye juu utaweka inchi 8. Hiyo ndo njia ya kwanza ambayo unatakiwa kuitumia kwenye kupata armhole depth yako, kwamba unapima hapa. Ukishapima ule mzunguko utakaoipata, ukishaipata unagawa kwa 2. Ukishagawa kwa 2, unatakiwa upate unayoipata sasa, ile ndio utakayotakiwa kushuka nayo. Hiyo ni njia ya kwanza. Sasa twende tukaangalie njia nyingine ya hesabu ya kupata kwapa, kina cha kwapa. Sasa baada ya kuona njia ya kwanza ya kumpima mteja moja kwa moja, tunakuja njia nyingine ya pili, ambayo hii njia ya pili pia ina vipengele viwili. Tuna njia ya kwanza ya kupata ya kutumia bega, lakini njia ya pili ya kutumia kifua. Hebu tuanze kwanza na hii njia ya kwanza ambayo tunatumia bega. Kanuni ya hesabu, tuna njia ya kwanza ambayo tunatumia bega na njia ya pili ambayo tunatumia kifua. Tuanze kwanza na hii njia ambayo tunatumia bega. Sasa kama tunatumia bega, tunachukua bega letu tunagawa kwa 2. Hii ndio kanuni ya kwanza kwa zile nguo ambazo ziko fitted. Kwa nguo ambazo ziko fitted, tunachukua bega tunagawa kwa 2. Ile tunayoipata ndio tunaishusha kutoka kwenye bega kuja kwenye kifua pale tunapopimia kifua. Hiyo ndio inaitwa kina cha kwapa au armhole depth. Sasa hii ni kwa zile fitted ukigawa kwa 2. Lakini kwa zile loose, zile gauni loose, zile nguo ambazo zote mteja anataka iwe loose kidogo, isimbane, unachukua bega unagawa kwa 2, unaongeza 0.5, yani unaongeza nusu kwenye ile ambayo umeipata. Kwamba umechukua bega umegawa kwa 2, unapata labda let's say bega letu ni 16. 16 ukigawa kwa 2 unapata 8. Sasa hii 8 kwa zile loose tunaongeza 0.5, tunapata 8.5. Hii ni kwa zile nguo ambazo ziko loose. Lakini kwenye zile nguo ambazo haziko loose, ziko fitted, ni 16 tunagawa kwa 2 tunapata 8. Hii 8 ndio tunayoiweka kwenye zile nguo ambazo ziko fitted. Kwa hiyo usichanganye hapo. Lakini kwenye zile nguo sleeveless ambazo hazina mikono, umeelewa? Ambazo hazina mikono, zile nguo ambazo hazina mikono, labda ni couch au zile nguo kama ni blouse za kuvalia suit ambazo zinakuwa zina mikono. Sasa unachotakiwa kufanya ili fiti vizuri hapa, unatakiwa uchukue bega, labda ni 16 bega letu, bega 16 ukigawa kwa 2. Sasa hii unatoa 0.5. Ukipata bega 16 gawa kwa 2 unapata 8. 8 ukitoa 0.5 unapata 7.5. Hizi ni kwa zile nguo ambazo hazina mikono. Kwa hiyo tushaona kwamba kuna fitted, kuna loose na zile sleeveless. Umeshaona hapo sasa ambayo unatakiwa uzingatie hicho kitu. Sasa hii ilikuwa ni njia ya kutumia bega, yaani hesabu kwa kutumia bega. Lakini tuna njia, kanuni ya kutumia kifua. Sasa tunayo hii hapa. Unachukua kifua, labda na kifua chetu na 42. Unagawa kwa 6. Ile unayoipata ndio unatakiwa kushuka nayo. No, ungawa kwa 6 unaongeza 1.5. Umeelewa inapokuwa kwamba kifua gawa kwa 6 jumulisha 1.5. Hiyo ni kwa zile fitted. Umeelewa? Lakini kifua gawa kwa 6 jumulisha 2. Sasa hapa ni 42 gawa kwa 6 tunajumulisha 2. Hii ni kwa zile loose. Umeona? Tunazo fitted na zile loose. Sasa zile sleeveless hapa tunachukua kifua
tunagawa kwa 6, tunajumulisha moja. Umeelewa? Zile ambazo ziko loose. Umeelewa? Unachukua kifua unagawa kwa 6 unajumlisha moja. Hizi ni kwenye zile sleeveless. Hope utakuwa umenielewa. Kwa hiyo hapa tuna fitted, tuna loose, tuna sleeveless, ambacho hii ni kwa njia ya kutumia kifua, kwamba kifua ukigawa kwa 6 ukijumlisha moja unapata fitted. Hii ni ile armhole depth ambayo unatakiwa kushuka. Sasa tunazungumza ile inchi ngapi unatakiwa kushusha. Mtu atakuuliza, umeshuka hapo, umeshuka inchi 8, umeipataje? Ni kwa njia ya hesabu kama hii hapa, lakini ile ya mwanzo ni kwa njia ya kupima. Ukipima unayoipata unagawa kwa 2, ndio hii hapa, kulingana na kwako, kwamba hii umepata 16, unayopata unaigawa kwa 2. Hiyo ni kwa njia ya mzunguko. Umeelewa hapo? Sasa tuna kifua ni 36, bega ni 16. Sasa kwa njia ya bega ndio ile pale 16 ukigawa kwa 16 ukigawa kwa 2 unapata fitted. 16 ukigawa kwa 2 kujumlisha 1.5 unapata loose. 16 ukigawa kwa 2 toa 0.5 unapata sleeveless. Hii ni kwa njia ya bega, lakini kwa njia ya kifua ni 36 kujumlisha 6. 36 gawa kwa 6 kujumlisha 1.5 unapata fitted. Lakini 36 gawa kwa 6 jumlisha 2 unapata loose. Lakini 36 gawa kwa 6 plus 0.5 unapata sleeveless. Hizi ni kanuni za kupata armhole depth. Kwa hiyo zingatia unapokuwa unakata nguo yako, zingatia ufate hizi kanuni, na kuahidi nguo zako zitakuwa class, zitawapendeza wateja wako, watapata kile ambacho wanakitarajia kutoka kwako. Hapa ni Student Tailoring College. Kama ndo kwanza ulikuwa unajiunga na mimi, subscribe sasa hivi, kwa sababu tunakuletea tips mbalimbali ambazo zinawafanya mafundi wawe bora kila siku. Mpaka wakati mwingine, bye bye.